Vipi mtazamaji wa Kibakwe TV bwana, na mimi leo nipo hapa kukupa update zote ambazo zinazoendelea katika Msakuzi Pande Marathon, si ndio? Bwana, na hapa nipo na faza mmoja ambaye alitoa mazoezi ya moto sana mpaka mimi kijana mwenyewe nikachemka katika upande mmoja ama mwingine, nimekata mafuta upande wangu. Leo nataka tubonge naye katika story mbili tatu, tujue ana feel vipi na ameenjoy vipi katika hivi vitu ambavyo vinavyoendelea. Faza, habari yako? Salama bwana. Bwana, wanakuita nani? Mimi naitwa Charles Mlai. Bwana, hongera na pole kwa mazoezi ambayo umeyafanya. Sio hongera na hongera kwa mazoezi. Sio pole, haipo. Bwana, unawaambia nini vijana ambao wao wanafanya uvivu kwenye swala la mazoezi? Kwanza inatakiwa kila mtu ajue mazoezi ni sehemu ya afya, ni lifestyle ambayo kila mtu anatakiwa awe nayo. Wenzetu ambao wako mbele huko wanafanya mazoezi mpaka miaka 90, 80, 100. Kwa hiyo inatakiwa vijana waanze kupata ule utamaduni wa kufanya mazoezi kwa ajili ya afya. Bwana, umemsikia Father anakuambia kwamba vijana ndio mfanye mazoezi kwa ajili ya afya. Na last week kulikuwa na marathon ambayo imefanyika Pande Save kama sikosei, si ndio? Wewe ulikimbia kilomita ngapi? Mimi nakwenda kilomita 21 kwa sehemu ambazo ni adventure kama Pande, lakini huwa nakwenda kilomita 42 ambayo ni full marathon. Bwana, umemsikia Father anakuambia kwamba yeye anaenda kilomita 21 kwa sehemu ambayo kama Mabwe Pande, si ndio? Lakini anaenda kilomita mpaka 40 sehemu ambayo iko wazi, si ndio hivyo? Bwana, mimi nashukuru sana kwa ujio wako. Na vipi, changamoto zipi mmezipata ama mlizipata kwenye hili jambo? Changamoto sio kubwa sana, ila ni vitu vidogo vidogo tu vya kurekebisha ambavyo waratibu wanaweza kuvifanyia kazi, na serikali ina uwezo wa kufanya Pande Marathon ikawa sehemu ya adventure nzuri ambayo watapata fedha nyingi za kigeni. Kama hivi tumeanza Msakuzi Pande, nafikiri mwakani itakuwa ni adventure, sio marathon tena. Kwa hiyo serikali inatakiwa iwekeze vya kutosha ili iwe ni international adventure ambayo wageni wengi watakuja. Una kitu kipi ambacho umefurahika nacho kwenye marathon na haya ambayo yanaendelea? Kwanza kabisa unakimbia sehemu ambayo ina kivuli kwenye marathon, kwa hiyo unakimbia kwenye msitu, unafanya adventure ya kutosha, unaenjoy, unaona wanyama, na unapomalizia basi unakuwa na sehemu ya kupumzika. Ni jambo zuri sana. Tutarajie nini kinafuata kutoka Msakuzi Pande Marathon? Msakuzi Sports Club kushirikiana na Pande kwa sasa wameandaa kitu kikubwa ambayo serikali nayo imesema itatunga mkono. Kwa mfano, itatengeneza sehemu ya kuogelea ambayo ni bwawa ambalo litakuwa ni international standard kama Olympic, wanaweza wakaja kufanya pale, na mashindano mengine ya kimataifa. Pia kuna michezo mingine wanaweza wakaiweka pale ya international kama tennis na basketball. Bwana, mimi nikushukuru sana Father. Unawashauri nini watu ambao hawajashiriki mbio hizo, au unawaambia nini watazamaji? Yaani sio kitu cha kukosa, ni kitu ambacho kinakutanisha watu wengi na ni sehemu ya afya. Kwa hiyo ni jambo zuri, kila mtu anakaribishwa. Bwana, nashukuru sana, asante kwa muda wako. Bwana, huyu ni mmoja wa mtu ambaye alikuwa amefanya vitu vikubwa sana na trainer wa mazoezi haya leo. Bwana, mimi pia nilikuwa mmoja wapo, maana mimi nimekuja nikasema ngoja niangalie nini kinaendelea, lakini nikashawishika na mazoezi mpaka na mimi unaona kwenye 1 na 2 nikala mtraki mmoja na mimi nikajumuika na mimi nikapiga mazoezi. Bwana, nikushauri wewe mwenzangu ambaye uko mbali, bwana, huku mambo yapo huku, fanya kama unadondoka huku ili tuje kuenjoy wote pamoja. Bwana, kama mtu anahitaji na yeye kujiunga na hii kitu, taratibu uko vipi? Ni jambo rahisi tu. Unamwona mtu yoyote ambaye ni wa Msakuzi Sports anakujoin tu kwenye grupu, kwa hiyo ni kitu rahisi tu. Au ukimuuliza mtu yoyote nataka nijiunge Msakuzi jogging au Msakuzi Pande Marathon, ni jambo rahisi. Pia kuna linki ambayo mratibu mara nyingi anakuwa nayo, nafikiri kwa sasa sikumbuki, lakini ni kitu rahisi sana. Bwana, mimi Fodo kutokea Kibakwe TV nitajiunga na Msakuzi. Uona ngoja nini? Twenzetu mwanangu.